Yaani baba kwa kweli, pamoja na utajiri wake wote, lakini bado tunaishi chini ya ardhi kama watu wengine. Si angeongea na Wachina akawaajiri wakatujengea angani? Maana mimi sipendi kila siku kukutana na binadamu wenzetu, tena wao ni maskini. Baba nimemwambia, baba mimi sitaki kusoma shule ni za watu maskini. Wanasoma ili wainue familia zao. Baba naye amekazana, mwanangu soma shule. Yaani nyumbani kwetu kuna pesa tena za kutosha. Babangu ana pesa. Yaani pesa. Yaani hapa siwezi kukubali mimi kuendelea na shule. Shule ni za watu maskini tu. Sasa inabidi nifanye mpango. Nitafute watu waniteke, wamwambie baba wanahitaji pesa. La sivyo mimi atanikusa. Najua babangu hawezi kukubali. Mimi ni mwanae wa pekee kwenye familia ya kitajiri, kwa hiyo hawezi kunipoteza kirahisi hivyo. Sasa natakiwa nifanye mpango nipate milioni 150, milioni 20 niwagawie wahuni. Zinazobaki nitoke nchini niende nchi za nje nikalipata. Sasa ngoja nimsubirie Zai aje, nimpe 250 atoke kabisa hapa. Maana akiendelea kubaki hapa na ujauzito ataniletea shida. Ila sio mbaya, hata hivyo ikigundulika sio mbaya sana. Babangu ana pesa. Sina pesa, baba akiwapatia walimu 800, 700, kesi inafutwa. Na wazazi wake wakileta mdomo 50 tu wanapewa, maana sinjai na wauma, hawana chakula, wanakubali tu kirahisi. Afu mtoto wao anabaki kuwa mshangazi, yani single mama. Maana mimi masingle mother sio vitu vyangu kabisa. Ngoja tu Zaini msubiriaje, sijui nimpe 300, sijui nimpe shingapi. Ngoja tu nimpe hiyo 200. Ikiisha atajua mwenyewe. Kama akienda huko mjini au wapi, atatafuta kazi zingine kama house girl au kuosha vyombo huko mahotelini, atajua mwenyewe. Hey, mtoto wa Dimu, najua ukifika maeneo kama haya unakumbuka nini ulikuwa unakifanya. Wenzako walikuwa wanasoma afu wewe unawadharau. Mbaya zaidi, ulikuwa unajivunia sana pesa za baba yako. Yaani shule uliona kama takataka. Ona sasa, saizi wazee wenzio, wengine madokta, wengine walimu, yaani wengine wana vyeo mbalimbali, lakini wewe saizi huna makao, huna pa kuishi, yaani unalandalanda tu mitaani. Kazi tu, yani unatembea kwenye majumba ya watu kuomba misaada. Yaani unateseka sana mtoto wa Dimu. Haukuishia hapo tu. Hata wanawake pesa zako ulitumia kama fimbo ili kuwapata. Wengine uliwapatia mimba, wengine yani uliwatekeza, ukawadanganya, ukawaambia kwamba wakati walibeba mimba ukawaambia kwamba wewe sio hadhi yao. Yaani kwa ajili ya pesa zako ukawaambia watoe mimba. Yaani ulikuwa na maisha ya ajabu sana wewe mtoto wa Dimu. Maisha yako yako wapi sasa wewe mtoto wa Dimu? Sasa hivi wewe ni mzee. Umechoka. Huna pa kwenda. Wanawake walazimisha watoe mimba. Kwa sababu ulisema wewe bado unakula ujana, huwezi kupata mtoto. Una sasa hivi unarandaranda. Baada ya siku ya miaka kupita, uliugua, ukapata magonjwa ambayo yamekusababishia usipate mtoto. Saa hizi huna mtoto, huna pa kwenda, unalandalanda tu mitaani. I see. Unateseka sana mtoto wa Dimu.
laiti kama ungesoma haya yote yasingekukuta. Pesa walizokupa wazazi wako kwa ajili ya ada, wewe ulizitumia ovyo. Ulitumia matumizi mabaya, ukanunua vitu ambavyo havieleweki. Mtoto adimu, sasa wewe ni mzee, hauwezi kurudi kuwa kijana, muda umepita. Kubali.